Leo tunamkumbuka mwanamke ambaye sauti yake iligusa na kuponya nyoyo nyingi. Kutoka maisha ya chini hadi kwa sauti ya matumaini, Betty Bayo aliimba kwa ukweli wake, akapenda kwa moyo wake wote na akapambana kwa ujasiri. Hiki ni kipindi kinachoangazia safari yake ya imani, muziki, ujana na udhabiti. Safari ambayo ilikatizwa mapema lakini tabaki kuishi mioyoni mwetu. Mimi ni Beverly Boke. Finyiriwa tunashusha chini natangaza uhuru wa Yesu. Ya 11 hour yetera kwero shine. Alizaliwa katika kijiji cha Banana, kaunti ya Kiambu. Betty Bayo alikulia akiwa mtoto mdogo zaidi kati ya watoto 8 katika familia hali ya kawaida. Familia yake haikuwa na pesa, alilazimika kuacha shule akiwa kidato cha pili kwa sababu hakukuwa na pesa za kumwendeleza. Betty akiwa mdogo alifanya kazi ya kuhudumu kwa nyumba za watu kwa takriban miaka 2 ili kuweza kusaidia familia yake. Hata katika miaka hiyo ya changamoto, imani yake na upendo wake kwa muziki vilionekana. Sauti yake ilitolewa katika kwaya ya kanisa ambako ibada ya jamii vilizuka tabia yake na kipaji chake. Aliporudi shule baadaye, aliendelea kukuza wito wake kuimba kwa ajili ya Mungu na kusimulia hadithi ya mapambano, matumaini na wokovu. Mwanzo wa miaka 2010 alipata umaarufu katika tasnia ya muziki wa injili hapa Kenya. Wimbo wake uliovuma 11 Hour uligusa mioyo ya wengi, si tu kwa sauti bali kwa ujumbe wake. Wimbo ambao uliimbwa Mungu ingilia hata dakika ya mwisho. Kutoka hapo alitoa nyimbo kadhaa zilizoguza wengi katika maisha ya kila siku. Gadho, Udai, Maneno, Dhihiri na Ndikeriria. Mtindo wake kuimba kwa Kikuyu na kueleza mahusiano ya maumivu ya maisha ulimfanya afikie watu wengi wanaopambana na imani katika kipindi cha changamoto. Wakati huduma yake ya muziki ilipokuwa, maisha yake binafsi yalikuwa na furaha na dhoruba. Aliingia kwenye uhusiano na mchungaji Victor Kanyari na wakabarikiwa na watoto wawili, Sky na Dani. Muungano huu ulielekezwa katika huduma ya kiroho na huduma ya kijamii, lakini pia ulivutia utata wa mjadala. Mwaka 2015 walitengana. Betty baadaye aliolewa tena, ikisemekana takriban mwaka 2021. Lakini sehemu hiyo ya maisha yake pia iliishia kimya. Licha ya mengi, alibaki kuwa mama mwaminifu, kielelezo cha familia mchanganyiko na mwimbaji aliyejitoa kwa ajili ya huduma za Mungu. Mwezi Agosti mwaka 2025, umma ulianza kuona dalili za maradhi aliyokuwa akipambana nayo. Picha zilionekana zikionyesha akipumua kwa msaada wa oksijeni. Baadaye ilithibitisha kuwa alikuwa na saratani ya damu. Betty alibaki na matumaini. Alipanga safari ndogo na mwanawe kusherehekea siku yake ya kuzaliwa, safari ambayo haingefanikiwa. Alilazimika kulazwa katika hospitali ya Kenyatta baada ya kupata damu nyingi na matatizo mengi yanayohusiana na ugonjwa huo. Mapambano yake yalikuwa ya ujasiri lakini yaliishia haraka. Jumatatu tarehe 10 Novemba mwaka 2025, Betty Bayo alifariki dunia akiwa kwenye hospitali ya Kenyatta. Another sad story. Kenya's gospel artist Betty Bayo is dead. Bayo, well known for her hit song 11th Hour, died at Kenyatta National Hospital at midday while battling leukemia. Her demise was confirmed by her family and her ex-partner, Pastor Victor Kanyari. The gospel music fraternity in Kenya is mourning the death of renowned gospel artist Betty Bayo. Betty, who rose through the fame and ranks with her hit song 11th Hour, passed away earlier today at the Kenyatta National Hospital. Hey, wewe ni Mungu mwaminifu. I thank you, Lord. Have your way, Jesus. I pray for peace. Habari za kifo chake zilisambaa haraka na kuwagusa watu wengi katika tasnia ya muziki wa injili na nchi nzima. Salamu za rambirambi zilimiminika. Mchungaji wa zamani Pastor Kanyari aliandika kuwa kuondoka kwake kulitokea kwa njia ambayo siwezi kueleza na akaahidi kumkumbuka milele. Mashabiki na wasanii wenzake walimfafanua kama sauti halisi aliyeimba kupitia magumu yake, sio pamoja naye. Urithi wa Betty, japo maisha yake yalikoma mapema, unabaki kuwa na nguvu.
Aliungana na wamama wengi waliopambana na maisha, wafanyakazi na kipato cha kawaida, na wote waliokuwa wakisubiri miujiza katika maisha yao. Mziki wake ulihubiri kwamba imani si ukosefu wa changamoto, bali nguvu katika kati ya dhiki. Kutoka msichana aliyefanya kazi ya nyumbani Kiambu hadi kuwa mwimbaji wa Injili ambaye sauti yake ilienea nchi nzima, safari ya Betty Bayo ilikuwa ya kusudi, uvumilivu na sifa. Aliishi ujumbe aliokuwa naimba hata katika saa ya 11, matumaini ubaki kuwa na sauti. Safari ya Betty Bayo imetuachia kioo cha imani, nguvu na uvumilivu. Kupitia nyimbo zake alihubiri ujumbe na matumaini ya kubeba imani kwamba Mungu wasili hata dakika ya mwisho. Ingawa safari yake ya dunia imeisha, sauti yake itaendelea kusikika mioyoni mwetu milele. Makala haya yameletwa na Boke Beverly.